sherehe za Mwarabu mwenzetu kuchukua kombe la shirikisho barani Afrika. Tumpigie makofi Berkane. Jambo ambalo hatuwezi kulificha na ni ngumu kufichika ni raha tulizokuwa nazo sisi wakati huu. Halifichiki na hatuwezi kuficha, tuna raha kweli na tumeenjoy mno. Kama tungepimwa uzito sasa hivi, sisi Friends of Berkane ambao makao makuu yetu ni pale Twiga na Jangwani, kila mmoja wetu saizi kilo 5 mpaka 10 zimeshaongezeka kwa raha tulizopata siku ya jana. Uongo kweli? Sahihi kabisa. Uongo kweli? Sahihi kabisa. Sasa nianzie pale ambako wao waliishia. Mara ya mwisho nawasikia wakizungumza, maana hawajazungumza muda mrefu. Mara ya mwisho walikuwa wanasemezana kwamba ni vipi mwenyekiti wa vilabu barani Afrika Engineer Hersi Said aje wapongeza kwa kufika fainali. Tukawaambia waache haraka. Engineer kama mlezi wa vilabu vyote atampongeza bingwa. Na leo niko hapa kuleta salamu za rais wetu Engineer Hersi Said, mwenyekiti wa umoja wa vilabu barani Afrika. Anawapongeza sana RS Berkane kwa kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho la Afrika. Naomba nirudie hapo. Mwenyekiti, malaika walikuwa wanataka kusikia salamu za Engineer. Naomba niwape hapa. Mwenyekiti wa umoja wa vilabu barani Afrika Engineer Hersi Said anawapongeza sana klabu ya RS Berkane kwa kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho Afrika. Yeye kama mwenyekiti ameenjoy na anawapongeza. Kwa hiyo kama kuna timu inataka salamu za hongera za Engineer, chukueni kombe. Hizo ni salamu za mwenyekiti wa umoja wa vilabu barani Afrika. Na wiki ijayo kuna fainali nyingine ya Champions League, wanacheza Pyramid na Mamelodi Sundowns. Bingwa atapongezwa tena. Kwa leo zimeanza salamu za pongezi kwa Berkane, zinafuatia za Champions League. Jambo la pili, nimeona mashabiki wengi wa Yanga hapa tukitangaza kwamba tumemsamehe yule referee. Lakini niwaambie ukweli kabisa ndugu zanguni, mimi leo nimeirudia mechi yetu ya Yanga na Mamelodi vizuri kabisa. Leo nimeirudia. Niwaambie ukweli, Lila Azizi alikuwa goli. Nimerudia leo kwa akili zangu timamu bila pressure yoyote. Nimeirudia mechi ya Yanga na Mamelodi kule South Africa. Nimejiridhisha kwa 100%. Aliopiga mpira ule Stefano Aziz Ki, lile halikuwa goli. Ule mpira haukuvuka. Kwa maana hiyo yule refa alikuwa sahihi na yuko sahihi mpaka leo. Hana baya. Nimeona wavimba macho wametaka kumkunja. Nimeona wamevamia chumba cha mwamuzi wanataka kurusha ngumi. Tuwaambie watafute sababu nyingine, ila wasitutagi kwamba sisi Tanzania tunaonewa. Sisi Yanga hatujawahi kuonewa na refa yule. Maana naona maneno yashaanza, huyu refa hatuoneaga wa Tanzania. Ni uongo. Sisi hajaonewa. Sisi Yanga hatujawahi kuonewa na tumejiridhisha ule mpira ukuvuka. Goli lazima liguse nyavu, litikise nyavu. Goli lazima litikise nyavu. Azizi angepeleka kule. Kwa hiyo tumejiridhisha kama wana Yanga, na tunatumia fursa hii kumuomba yule muamuzi atusamee sisi kama tuliwahi kumwongelea maneno yoyote mabaya. Yule ni muamuzi wa viwango vya juu kweli kweli. Refa oye! Atusamee. Siku tulikuwa tuna hasira, tulikuwa tuna pressure ya matokeo, tulikuwa tuko mbali na nyumbani, au waje ukiona tuliyozungumza mengine hayo, atusamee tu. Lakini kiukweli wa Tanzania hatujawahi kuonewa na yule refa.
lile halikuwa goli. Kwa hiyo asitutagi mtu kwenye mazungumzo yake kwamba sisi na Yanga tumeonewa, ni uongo. Sisi Yanga hatuna shida na mwamuzi yoyote yule aliyechezesha michuano ya Afrika. Hilo ni jambo la pili ambalo nikasema ni vizuri niliweke wazi hapa, Watanzania wapate kufahamu. Jambo la tatu, tunavilaani kwa sababu sisi tunaamini kwenye uungwana kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Hivyo tunaziomba mamlaka zote ambazo zinahusika, sababu video zipo, watu hawa waliofanya ule uhuni wachukuliwe hatua kali na iwe fundisho kwa watu wengine. Lakini neno langu kwa mashabiki wa Yanga ambao jana wamekumbana na kadhia hiyo, kwanza tuwape pole. Tunafahamu mlisafiri wengine kutoka mbali, kakata viingilio, ile ni mchezo wa fainali, sio mchezo wa mtu, ni mchezo wa kafu. Kila mtu ana haki ya kuangalia ule mchezo. Kwa hiyo tuwape pole. Lakini kwa wengine ni waombe, endeleeni na ustaarabu na tamaduni ambayo Yanga tuko nayo. Tusijiingize kwenye makundi ya wahuni wachache ambao sasa hivi wanaanza kupandikiza chuki kwenye ushabiki wetu ambao tuko nao. Tumewasikia wakiongea bila wasiwasi, wakitishia watu maisha. Tumewasikia bila wasiwasi wakitangaza misiba kwa watu, na sio tu watu, na familia. Sisi tulistaajabu sana kuona mtu sijui ana mamlaka, maana tumeshindwa, tumekaa kimya, hatujui mtu ana nguvu gani, hatujui wenzetu wana mamlaka yapi, mpaka unasimama mbele ya hadhira unatangazia watu utawazika Mwanakweleke, wengine utawazika Kisutu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Hatujui wenzetu nguvu hiyo wanatoa wapi. Lakini waombe wana Yanga, sisi tusiingie kwenye hizo chuki za kipuuzi. Tulinde utamaduni na desturi yetu ya uungwana, kama ambavyo waasisi wa klabu hii, wazee wa klabu hii, wakubwa wetu na sisi na wadogo wetu watakaokuja kuishangilia klabu hii. Yanga kwanza ni ustaarabu. Nimeona kwenye magrupu ya WhatsApp watu wana hasira kweli kweli, wakipania kulipa kisasi. Nisiwe mnafiki, nimeona watu wakipania kulipa kisasi. Lakini kama kiongozi wenu nipo hapa kuwaomba, futeni hayo mawazo. Futeni hayo mawazo, tubakini kwenye utamaduni wetu, na itakapokuja mechi nyingine ya kimataifa kama zilizopita, kama una jirani yako mualike aje kuitazama Yanga apate burudani. Kama kwenye timu yako unaye Pacome Zouzoua, unaye Prince Dube, huwezi kuwa na wasiwasi wa kumwalika mtu aje angalie burudani. Naomba nirudie hapo. Kama kwenye timu yako, timu yoyote tu ile duniani, una mchezaji kama Max Nzengeli, una mchezaji kama Faisal Salim, huwezi kuwa na wasiwasi kualika mashabiki waje waenjoy burudani. Ni kweli, hata kule Chamazi watu wanaenda kuangalia Azam bwana. Yes. Ukishakuwa na timu nzuri, huwezi kuwa na mashaka huyu akija sio itakuwaje kuaje. Shabiki jukwani anakuhujumu nini, wewe timu huna? Timu huna. Unaanza kutengeneza vikwazo. Ndio maana narudia tena, ndio hapo umeweka msisitizo hapo. Kama una wachezaji wazuri kama Pacome, timu yako ina Max Nzengeli, timu yako ina Jibril Sila, timu yako ina Faisal Salim, timu yako, mimi mnashangilia nini? Timu yako ni nzuri. Kwa sababu nchi hii hata pale Azam watu wanataka kuangalia mechi. Uongo kweli? Si mnaendaka Chamazi kuangalia Azam? Mlishawahi kufanywa fujo? Kwa sajilini wachezaji wazuri kwa 2-2 kwa 2-2.
D2. Hata mimi nimefundisha timu juzi, nimefungwa mechi 3. Sijawahi kutaka watu wapigane. Sasa wewe umeshonwa tu 2. Unarudi huku mishipa ya shingo inakutoka. Matokeo yake sasa wamekwenda kuitengeneza fainali mbovu zaidi katika historia ya CAF. Hakujawahi kutokea fainali mbovu kama tulioiona siku ya jana.